Okay, coach, tunaweza kusema kwamba sasa wewe msingi wako hasa ulianzia ukiwa Mbao FC chini ya coach Ndairagije Atiene, ama unaweza kusema wapi hasa ulisema hapa nimeanza kuaminika? Ya pale pale kwanza, msingi pale pale. Baada ya mzee kufariki nilijipa malengo kwamba ndani ya 2 years even kama nitakuwa grow up itakuwa nzuri, kama nikifeli basi niache nifanye kazi nyingine, sio. Mwaka wa kwanza nilipata shida sana, mwaka wa pili nasema thanks God kwa sababu aliniona akaona effort niko nayo, jitihada niko nazo. Ndio mwaka ambao nilifikisha timu ligi kuu, nikacheza ligi kuu mpaka nafasi ya 3. Ni mwaka ambao nilipandisha timu kutoka daraja la 3 kwenda kutoka daraja la 4 kwenda la 3. Ndio mwaka ambao nilipata nafasi ya kuwa kwenye timu za mikoa kama Airtel Rising, Taifa Cup nilikuwepo kama kocha, nikapishika nafasi za 3, Copa Coca-Cola huo mwaka. Basi ilikuwa ni mwaka ambao nisema kwamba nilijipa sasa, nikasema kumbe kweli naweza kujiamini, naweza kuaminiwa na nikafanya kazi. Kwa hiyo ilipokuja opportunity ambao ilini step zaidi kwamba bwana okay sasa nimevuka zaidi, na sikuamini kwa kweli. Maana nakumbuka hata mkataba sikuwahi kuona yani ninalipwa nini. Mimi nilisaini mkataba kwa sababu nilijua ni opportunity ambayo haitatokea kwenye maisha yangu. So nafikiri kulikuwa na msingi ambao mzee aliniandaa, lakini baada ya pale kuna mtu ambaye anakupushi, yani kutoka pale kwenda sehemu nyingine. Okay, kocha, tumeona umepita baadhi ya timu za ligi kuu Tanzania bara, umepita Tanzania Prison. Kwanza ulikuwa JKT Tanzania, baadaye ukaenda Tanzania Prison na umerudi tena JKT Tanzania. Hebu niambie sasa, ndani ya JKT Tanzania, hali ikoje, maisha yakoje na una mikakati gani pale? Kwanza nilianzia Mbao. Baada ya Mbao nafikiri tuli step up na mzee Etienne Ndairagije tukaja KMC 2018-19, tukafanya vizuri alhamdulillah, timu ikashika nafasi ya 4 kwenda kuwakilisha shirikisho. Baada ya hapo fikiri Etienne aliondoka, alienda Azam, sisi tukabaki KMC. Msimu wa pili haukuwa mzuri, mimi ndo msimu ambao niliapply kusoma B license, kwa hiyo nilibidi niache kwanza coaching ni focus na kusoma. Msimu baada ya hapo akati nasoma B nilipata timu ya DTB benki, ilikuwa daraja la pili, nikaipandisha kwenda la kwanza. Nafikiri ndo Mheshimiwa Miguru alinunua, ikaenda kwenye champion. Baada ya hapo KMC wakanirudisha tena, wakatamani nirudi tena, kwa hiyo nikarudi msimu mmoja. Nafikiri hapo nilifanya kazi na Itimana Thierry, alikuwa Simba, aliletwa pale, hatakuwa na msimu mzuri pia. Ulikuwa kama assistant, okay? Assistant. Hiyo miaka yote nilikuwa assistant. Tofauti pale DTB tu. DTB ndo nilienda as a head. Baada ya hapo hatakuwa na msimu mzuri sana. Tukawa tumetoka, nikawa nimeapply tena kusoma A license. Pia hivyo siku coaching timu yoyote, nikawa niko focus na masomo kwa sababu ilikuwa ni mwaka mmoja kusoma diploma A. Kwa nimekuja kumaliza ile kozi, japokuwa field nilikuwa naenda KMC pale, kulikuwa kuna walimu wengine nafanya field hivyo kwenye timu za under 20, naenda nafanya field mwisho wa siku mpaka nikamaliza. So nilipomaliza kulikuwa kuna kama wiki 2-3 nikawa nimeenda Arusha kwenye kituo cha Future Stars, kama unajua kule Arusha. Yule jamaa ni rafiki yangu sana, nani Alfred. Kwa hiyo tukawa ameniita kwenye kituo chake, kwa kuna yale mashindano ya chipukizi. Nikawa nimeenda kule kusaidia baadhi ya vitu, kuona anavyoendesha yale mashindano, kuona talent za vijana. So huko sasa ndipo ambapo simu ya Prison iliita. Kwanza ni Prison. Nafikiri big platform kwangu. Nasema kabisa kwamba Prison ndo platform kubwa kwangu kwa sababu waliniamini. Baada ya kuongeleshana, kukubaliana, timu ilikuwa nafasi ya 15 kwenye ligi, ilikuwa imecheza michezo almost 9 mpaka 10.7. Walitrust kwangu. I think nikasema sawa, ilikuwa project ambao wao wanatamani timu ibaki kwenye ligi. Nikaona kwa nini nisithubutu. Kama ndoto zangu nimekuwa zaidi ya miaka 6 assistant, natamani nimesoma A license, natamani kuwa head, kwa nini nisiwe kwenye nafasi hiyo? Kwa ilipotokea hiyo nafasi, nilijaribu kushauriana na wazee wangu, kina Etienne na watu wengine, TD, Oscar Milambo na watu wa karibu, nikawauliza, wakasema
nenda if utafeli utajua lakini tayari umeshakuwa kwenye ile rada ya kuwa head coach. Kwa hiyo safari ilianzia hapo, nikafanya kazi almost miezi 7 Prison kwa sababu walikuwa na mechi 20 tu zilizobaki, na baada ya hapo ligi inakuwa imeisha. Kwa hiyo nilikuwa pale, alhamdulillah timu ilibaki salama, na platform yangu kubwa ya kuwa head coach ilianzia pale, na watu wakanifahamu kuanzia hapo. Kipi ulijifunza zaidi ukiwa ndani ya Tanzania Prisons na ikiwa ni mara yako ya kwanza kushika nafasi kubwa kama kocha mkuu? Kitu cha kwanza ni leadership. Unajua kwa sisi hasa labda niseme Tanzania, tunaamini kiongozi anaweza kuongoza group la watu wengi ni yule ambaye anaweza kuongea sana, ni yule ambaye mkubwa sana, yani ana umri mkubwa, shehe ama padri anaweza kuongoza, yule mwenye pesa sana ndio anaweza kuongoza. Lakini for me sio hivyo. Mimi naamini ni leadership skills ambazo unaweza kuwa ni kijana mdogo tu, lakini ukawa na hizo skills ukaweza kuwatoa watu kutoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine kwa sababu wao tu wamekuamini. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Nilijaribu kuona jinsi gani ambavyo naweza nikatengeneza relationship kati ya management, wachezaji na mimi, kuamini kwenye kile ambacho mimi naamini, kuamini kwamba tutatoka kule chini kwa njia hii. Ndio kitu ambacho nilijifunza wakati najifunza na kifanya huku najifunza, lakini niliona kilileta impact kubwa sana. Unaaminika sana na timu za majeshi, labda kipi wanakiona kwako zaidi? I don't know, sijui, lakini mimi naamini talent tu ambayo labda unakuwa nayo, the way jinsi ambavyo unaweza ukahandle team, ukahandle players, ukahandle staff, ukawapa hata wao ushauri nini ambacho unaweza wakafanya watoke kwenye ule uzamani kidogo waje kwenye modern wa mpira wa sasa. Basi na wakiona wakifuata vile vitu wanaona vina grow up, na maana ni kitu kizuri. Kwa hiyo wanabaki na ile trust kubwa kwako kwamba okay, inawezekana. Let's say mfano Prison playing style ilikuwa ni direct football, nguvu sana. Kucheza na Prison lazima ujiandae kuna hivyo physical sana wanatumia kuliko kuwa normal. Kitu ambacho wewe unaenda kukiingiza kama mwalimu, unakaa chini na wachezaji unawaambia bana, okay, mimi naamini kuna hichi na hichi mnakiweza, kwa nini tusitoke kwenye hichi tuende kwenye hichi? Umeona? Kwa mkinisikiliza mkanipa akili zenu, tukasikilizana tukafanya jinsi ambavyo mimi natamani tufanye, mimi naona tutabadilika. Na kweli wanaona tunabadilika. Japo kwa wachezaji na kwa rahisi, kwa viongozi na kwa ngumu. Kwa Prison ilikuwa ngumu sana. Yaani wengine wasema haiwezekani, sisi tunaanza mpira nyuma. Hapana, sisi tunacheza mpira wa nguvu, sisi hichi kitu hakiwezekana. Lakini kiliwezekana. Mwisho wa siku tena wao wakawa tukicheza tofauti na vile, wao wana complain kwamba tucheze vile ndio yaani wana enjoy. Unajua football pamoja na matokeo, pamoja na nini, lakini inatakiwa enjoyment iwe. Kwa mimi naamini kwenye hicho. I think ndicho ambacho kiliwavutia JKT, kuona kwamba nilikuwa na wachezaji labda wa kawaida wao wanavyoona Prison, lakini niliweza kufika pale ambapo Prison kila mtu aliongelea na hasa kwenye positive. Wametoka kwenye mpira wa manguvu, mpira ambao tulikuwa tunajua kabisa Prison yani ni physical muda wote. Leo wamekuja kucheza entertainment football. Kumbe kitu kinawezekana. Kutoka kwenye mpira gwaride. Wakatoka huko wakaona kama umeweza kule, kwa nini sisi hapa tuna wachezaji JKT, wachezaji wapo wengi wazuri wenye level, wamecheza level kubwa. Kwa hiyo career yako ulionayo, kwa hiyo vision yako ulionayo na ambition ulizonazo, mimi naona kabisa hii project tunaweza tukaenda nayo vizuri. Kwa hiyo ni trust, kujiamini wewe peke na kujua kile ambacho unakiamini naenda kukifanya kwa 100%. If umefeli utastep nyuma kuona okay, nilifeli wapi, nini ambacho natakiwa nifanye kiwe best. Lakini jaribu kuangalia baada ya hapo, kuna baadhi ya players waliongelewa sana Prison, Zabona, Edwin Barua, Bangula, yani wakawa kuna wachezaji ambao watu walishawasahau, lakini tena wakainuka tena. Kwa hiyo sometimes ni hicho kama nilivyosema, yani unaweza kuwa ni kiongozi mdogo lakini una skills za kuweza kuwaongoza watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kia taarifa sasa, baada ya Prison umepokea taarifa kwamba JKT nao wanakuhitaji. Hii ilikuwaje kwako? Ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa nimebakiza kule kama miezi mitano kwa sababu nilisaini mkataba wa mwaka mmoja. Lakini mimi ambacho naamini, mtu akikuita usikatae wito.